kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Kile kijiji kidogo kinawaka moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakiteketei. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema ya kwamba hivi unaweza kuwa unapitia majaribio, unaweza kuwa unapitia tabu nyingi sana, maadui wametupanga kila upande, unapita katika ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kijiji kile kiko kinateketea. Bwana Yesu asifiwe. Ninakutia moyo ya kwamba hata kama unapita majaribu mengi, hautaungua. Bwana Yesu asifiwe. Hautateseka. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana anatengeneza njia. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu unayoyapitia, Bwana anatengeneza mlango wa kutokea. Bwana asifiwe. Akanena na Musa akamwambia kwamba tazama kila kijiji kinachoteketea katika kichaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba akamwambia usikanyage katika nchi takatifu, maana kunayo vitu ambavyo tulitoa ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Kuna vitu ambavyo viko ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nami tuhubiri kitu tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna haja kukaa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke dhambi chini. Bwana Yesu asifiwe. Tuvunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu ambayo yametukalia. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambayo tutoe dhabihu hayo kwa madhabahu, hatutoe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitina ambavyo vimetukalia, ambapo kuna madhabahu labda watu wa kwetu walikuwa na hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo mati zetu watu walikuwa watu wa kusengenya watu, walikuwa watu wamekalia mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tuka katika ndani ya vitina, tuka ndani ya masengenyo, tuka ndani ya chuki, tuka kutukana sisi kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa tuone nchi ya hadi ama tukataka nchi takatifu, ni lazima tuvunje madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hizi vitu ambazo zimekalia baraka zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tunapitia mambo magumu, Biblia inasema ya kwamba unapojitakasa na kwa ndani ya Yesu Kristo, majaribu hayatakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Hata kushinda kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unajua kutoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe.